Guys. Huh? MK is back. Unajua nimekuwa nikisikia hai MK alienda wapi? MK amerudi. Lakini sasa ndio nimerudi, siwezi rudi hivi. I have to be back in style. I have to give my fans what they want. I have to give my fans ile kitu yenye wanataka. Ile kitu yenye itawafanya wafurahie. And now guys, guess what? Since I am back, sitawacha hivi. I will give you a huge shot. I am going to give you a banger. And guess what? This is the world tales and stories. Zayo World Tales and Stories. It's story time. So now guys, a while ago, in Nairobi, somewhere in Nairobi, but siwezi taja location, the exact location, but it was somewhere in Nairobi. There is this lady, a single mom. Huyu mama alikuwa na mtoi mmoja, mtoi kwa around 3 years of age. Mtoi alikuwa age ya kwenda shule, but still hakuwa ameweka shule, but okay. This lady is a very dedicated mom. Ako na job, of course, a very huge car, huge house, a very stable age. Ni mama mdogo, early 20s. She has a kid. A working mom atahitaji kuandika maid, kwa sababu hawezi enda na maid, ama kwa sababu hawezi enda na mtoto wake job. This mommy benye wa mama wengine wangefanya sakanika maid. Hajui maid ni wa wapi, hajui maid ametoka wapi, but ile kitu alikuwa anataka at the end of the day, I want a maid to take care of my son. Now, mama kwa nyumba yake, it's a very good house, self-contained house, akaseti CCTV. But now with technology developing, kuna hizi CCTV zenye huwezi ona. Nga kitu kadogo tu unaseti mahali very private, mtu hawezi ona. Mama kaseti hiyo. Of course this is a stranger, hawezi mtrust na your kid. Si mama kaseti. Akapea mshana kazi, atutungie kijana yake. Si yeye akaenda job. For 2 weeks everything was very smooth. Ukimbiliki ilikuwa very smooth. Today's story title nimepea The Maid from Hell. The Maid from Hell. Mshana wa kazi kutoka kwa shetani. Because this story is a real life story. It happened and it's a very touching story. This is because mama, wakati unajiri msichana, know who this girl is. Si unapea msichana kazi hivi. Tutafika kwa climax usikie pale twist inaingilia. Si mama kaenda kazi ni 2 weeks, akatrust msichana. This girl is very good working. Anafanya kazi vizuri, anachukua mtoto vizuri, akampea kazi. Now, the third week ya kufanya kazi, majirani, mama akitoka job, majirani wakaanza kumwambia mama, saa 4 saa 5 hivi kuna makelele yanatoka kwa nyumba yako. Saa 4 saa 5 hivi mtoto wako huwa analia sana. Mtoto wako huwa anapiga kelele vibaya sana. Si kelele hivi, kelele ya kulia ile kusumbuka, kuteseka. No. Mama akashindwa. Simi mshana anafanya kazi vizuri na mtoia je niambia kitu. Of course mtoto hajajua kuongea, but due to hiyo kulia mingi, jirani alipomwambia mama alisuspect, but alikuwa 20% sure if whatever wanamwambia ni ukweli, because some neighbors wanakuanga very cheeky sana. Some neighbors wanakuanga na fitina. Neighbors anaweza kuambia kitu ili akufanye ufukuze huyo wa kupea mtu au ajiri. Hata wakati unatafuta location ya kuishi, consider who your neighbors are, because some neighbors are very useless, very jealous. Now back to our story, The Maid from Hell. Si wiki kaishi, bado mama anaambiwa ukienda kazi, mshana wako saa 4 saa 5 hivi, mtoto huwa analia sana. Mtoto analia ili ya kusumbuka. Ndio mama, but before that, before mama install CCTV, the house was very clean. Now after mama amepokea hii report, ndipo akakuja akaweka hizi CCTV very secretly bila kuambia huyo msichana.
ya kaseti. Then now one time mama akiwa job on the 3rd week of this lady's job, mama akiwa job akawacha afungue CCTV. You know, with this technology the CCTVs ziko connected na simu. Siwacha mama afungue CCTV kuangalia mama alipigwa na butwa. Mama alishtuka, sijui alifaint, but the mother was really not herself. Mama alishtuka. Guess what? Msichana alikuwa amekaa kwa kiti sitting room, amekaa legs wide open, kisha hapa kwa kinywero ameka mtoi. Mtoi ananyonya kinywero. Mama alikosea wapi? Msichana ni kazi alikuwa anataka na mama akampia kazi. Sasa mbona msichana wa kazi aike mtoi kijana anyonya kinywero? Very fascinating. Kwa kijana ni innocent, kinywero inaonja chumvi. Man, now the twist. Mama hata hakutaka kuonyesha msichana eti amerealize anything, akamtega. The next day tena kawaida sasa video jirani walisema eti 11-12 utapata mtoto analia sana. Kwa hivyo mama akasema this 11-12 nitakuja nitoke kazi ni confirm kama ni ukweli. Mama akafanya ameenda job 11 am, akarudi kuja job, akarudi kwake kwa nyumba. Fika kwa nyumba kawaida akasikia makelele za mtoto. This lady hiyo siku alisahau kufunga mlango, kuingia tu sitting room, msichana wide open naked, kinywero iko wazi, mtoi anamfinyilia anaenda kinywero. Man, now my message is this: wakati unapea mtu kazi, try to know who that person is, kwa sababu hata ni Mungu. Hii ni sexual assault, hii ni child abuse, this is sexual assault man. Mtoi 3 years anaramba kinywero aje? Mama alikuwa na makosa, si alipenda kazi mtoto wake achungwe. Manze, hii story iliniuma. Hii story iliniuma vibaya. Mama after kwa mshana ameweka kijana anyonye kinywero yake, mama ile bare alimweka. Hey. Hiyo mshana hapa ni malawa za vidole zilikuwa. Hiyo mama akaenda kitchen kuchukua kisu wa mdungu. But right before afika kitchen, huyo msichana pale alikuwa amesimamia. Msichana anajua hapa nyayo sitoboy. Kitu ilimhapenia siwaambi, tafakari. Whatever happened to this lady after ameshikwa akinyonyesha mtoto kinywero yake, hiyo siwaambi, tafakari ya babu. Jitatulie, ujijazie, ujue, ujijibu what really happened to that lady after ameshikwa akinyonyesha mtoto kinywero. This is Zawad Tales and Stories. My name is M. I am back. Please like, share, and subscribe.